ya leo ni asubuhi njema ambao Bwana anatukumbusha tena. Sisi kama sisi tunapaswa kutoa miili yetu kuwa dhabihu, kuwa sadaka mbele za Mungu. Tunapojitoa kumtumikia Mungu, tunafanya ibada pamoja na Mungu. Tunamfanyia Mungu ibada iliyo takatifu katika nyumba yake. Mungu anampenda mtu yule anayempenda, na Mungu anampenda mtu yule anayejitoa kwa bidii. Tunapomtumikia Mungu kwa kujikana. Ninajua kuna mambo mengi yametuzunguka katika maisha, tuna changamoto, tuna biashara, tuna nini, lakini Mungu havitazami hivyo. Mungu anachokuangalia ni wewe, aliyekuchagua wewe kipenzi chake. Umempa nani nafasi yako katika maisha yako? Mungu ni wa kwanza. Mungu ametupa muda wa kupambana na maisha yetu, lakini bado Mungu kuna muda ambao tunapaswa kumwabudu Mungu. Tunapaswa kujitoa miili yetu, kujitoa kwa ajili ya kumtumikia Mungu, kujitoa kwa ajili ya kumtumikia kusudi la Mungu, sio kukaa. Bwana Yesu asifiwe wa Mungu. Miili yetu ni dhabihu. Miili yetu ni sadaka mbele za Mungu. Je, mwambie jirani yako, wewe mwili wako ni sadaka mbele za Mungu? Mwambie, wewe mwili wako ni sadaka mbele za Mungu. Mwambie, wewe mwili wako umeukabidhi kwa Bwana au umeukabidhi kwa shetani? Mungu analo kusudi juu ya kila mmoja. Na Mungu amekusudia kutubariki. Na Mungu amekusudia kututendea yaliyo mema. Ni kwa nini wakati mwingine changamoto nyingi zinatupata? Ni kwa nini wakati mwingine tunahangaika? Tunapambana na kutafuta maisha, lakini tunatamani tufike mahali fulani hatufiki. Hebu jitathmini wewe, ni wapi ambapo umemkosea Mungu? Ni wapi ambapo umemwacha Mungu? Ni wapi ambapo umeacha kusudi la Mungu? Ni wapi ambapo umeacha kujitoa kwa ajili ya Mungu? Ni swali kwako. Maana Mungu ametuumba kwa kusudi, na tumeokolewa kwa kusudi. Jiangalie, ni wangapi wako nje wanateseka? Ni wangapi wako nje wanahangaika? Ni wangapi wako nje wanatapatapa, wamechoka, wamekata tamaa? Lakini wewe huko nyumbani mwa Bwana lipo kusudi ambalo Bwana amelikusudia katika maisha yako. Lipo kusudi kubwa ambalo Bwana amelikusudia. Usikae katika hali ya kiasalasala kutokujielewa. Jielewe kwamba wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani. Usikae katika mazingira kutokujielewa. Jielewe wewe ni wa thamani, wewe ni zawadi ambayo Mungu amekuchagua. Amekuchagua, maana wewe ni mchele ulio bora. Akakuita ukaja mahali hapa uweze kumtumikia. Jitoe dhabihu mbele za Mungu. Toa maisha yako kwa ajili ya Bwana. Mungu atakubariki sana. Mungu ameahidi kutubariki. Mungu atatuponya na magonjwa makubwa. Mungu atatuokoa na maadui. Kuna maadui mengi huko nje. Wapo wanakuangalia wewe. Usifikiri kwamba kuokoka ndio umemaliza safari. Unapookoka ndio umeanza safari. Na shetani yuko anakuangalia kama nini? Kazi yake kutaka kuzofisha wewe. Usikubali kuzofishwa na adui. Mwambie mwenzako, usikubali kuzofishwa na adui. Usikubali kurudishwa nyuma. Jitoe dhabihu kwa Bwana. Bwana, umwambie mwenzio. Fikisha message, jitoe dhabihu kwa Bwana. Mwambie, jitoe dhabihu kwa Bwana. Wewe ni sadaka njema ambayo Mungu amekuchagua, akakuweka nyumbani mwake kwa sababu wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani. Wewe ni wa thamani sana kwa Mungu.
unapaswa kumtumikia Mungu. Simama na kusudi la Mungu. Tumika kwa Mungu. Huyu Mungu ana kila kitu. Unachokitaka kwako utakipata. Ukijitoa kwa Mungu utapata. Mungu atakupa. Unataka mme binti, jitoe dhabihu mbele za Mungu. Bwana atakupa mme mzuri. Lakini leo mabinti wanachoka. Kwa nini wanapitia maisha magumu na mazingira magumu? Ni kwa sababu hawajielewi. Leo kuna wengine miili yao imekuwa kanyagio ya mashetani. Wanashindwa kuvumilia, wanaingia wanaamua kuanguka kwenye mambo ya ajabu. Nataka nikwambie kwamba wewe ambaye umekwisha kuijua neema ya Bwana, umekwisha kuijua kweli ya Bwana, ukitoka nje utakutana na simba. Utavuka. Mungu hata kurumia. Neno la Mungu liko ndani yako. Unajua dhambi ni mbaya. Mungu hapendi dhambi. Lakini unafanya mchepuko. Fanya mchepuko sana, utakutana na Mungu kwenye kona. Huo mwili ni Mungu ameweka. Amewekeza vitu vyake ndani. Amewekeza vitu vyake, usijaribu. Tumika, jitoe sadaka. Jitoe dhabihu. Wewe ni dhabihu iliyo njema kwa Bwana. Jitoe, tumike kwa Bwana. Lipo kusudi la Mungu. Mambo